Dalili ya kwanza ya mtu anayekupenda kwa dhati lakini anashindwa kukwambia ukweli, atahitaji kujua hali yako kila wakati. Hii imekaaje? Yaani asubuhi lazima atakujulia hali kwa message au kwa kupigia, kwamba umemkaje, maendeleo yako yapoje, usiku wako ulikuwaje. Lakini pia hata itakapofika mchana lazima atakutafuta tu, iwe kwa message, kwa kupigia au kwa kuonana ana kwa ana. Atakutafuta na atataka kujua umeshindaje, lakini vipi, chakula umekula na umeridhika. Lakini pia hata inapofika usiku, kama yuko mbali atakupigia simu, kama yupo karibu atataka muonane na atakuuliza vipi, siku yako imeendaje, je, umekula usiku huu. Hiyo dalili ya kwanza kabisa ya mtu anayekupenda kwa dhati, kwa sababu mtu yoyote yule anayekupenda lazima awe anakujali zaidi. Hiyo ni dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili, atakuwa anakushirikisha changamoto zake zote na nyingine hata za siri atakuwa anakuambia. Kwa sababu mtu yoyote anayekupenda kwa dhati, jambo la kwanza lazima akuamini kwa dhati. Kwa hiyo kama anakuamini, changamoto zake zote atakushirikisha. Atahitaji ushauri kutoka kwako, atahitaji maoni, na kile utakachokuwa unamshauri ni lazima akikubali, kwa sababu si anakupenda na si anakuamini. Kwa hiyo dalili ya pili ya mtu anayekupenda kwa dhati ila anashindwa kukwambia, utaona changamoto zake na mambo yake mengi anakushirikisha, na mengine huwa ni privacy zake yeye mwenyewe, lakini atahitaji kukwambia. Lakini dalili ya tatu, atakuwa anaumizwa na changamoto zako, na kama ana uwezo wa kukusaidia atakusaidia haraka iwezekanavyo bila ya kujali jambo lolote. Kwa sababu mtu yoyote anayekupenda kwa dhati kutoka ndani ya moyo wake lazima akuthamini na akujali pia. Na kumbuka, mtu yoyote yule anayekuthamini na kukujali, pindi uko unapitia changamoto lazima aumie. Kwa hiyo sasa, kama atakuwa na uwezo wa kukusaidia, atakusaidia haraka iwezekanavyo. Na kama akiwa hana uwezo wa kukusaidia, kama ni kifedha kwa mfano, basi atakusaidia hata kiushauri. Na akishindwa, basi hata ukimwangalia tu sura yake unaamini kabisa kwamba huyu mtu alikuwa na nia kunisaidia lakini ameshindwa. Dalili ya nne, anapenda kuongea na wewe kila wakati au kuwa na wewe karibu kila wakati. Kama yuko mbali, basi atapenda kila wakati akupigie simu, mpige story, muongee mambo kadha wa kadha, mbadilishane mawazo. Lakini kama yupo karibu, atatamani kila wakati awe karibu na wewe, muende kwenye sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya kubadilisha mazingira, yani kurefresh mind, kwa mfano baharini, supermarket na kadhalika. Lakini sehemu hizo zote ambazo mtakuwa, atakuwa anapenda sana kuwa kando yako, na atakuwa ni mtu ambaye hatamani kwenda mbali na wewe, na atakuwa anakuangalia sana usoni muda wote pindi uko unazungumza, na tabasamu halitamtoka katika sura yake hata mara moja. Hiyo ni dalili ya nne ya mtu anayekupenda kwa dhati ila anashindwa kukwambia. Dalili ya tano na ya mwisho ya mtu anayekupenda kwa dhati lakini anashindwa kukwambia ni hii hapa. Atakuonea wivu kiasi pindi akiona umesimama na mtu wa jinsia ya aina yake. Kwa mfano, wewe ukiwa ni mwanamke, alafu akakuona umesimama na mwanaume, aidha mnaongea, kuna kawivu fulani hivi atakasikia ndani ya moyo wake. Au ukiwa wewe ni mwanaume, umesimama na mwanamke, yeye akiona kuna kawivu fulani hivi atakasikia ndani ya moyo wake. Kwa hiyo sasa, mtu akikupenda kwa dhati hatamani kukuona ukiwa upo na mtu mwingine wa jinsia yake, tena mkiwa mnaongea kwa kucheka na kutabasamu na kufurahi zaidi, ikiwa sio ndugu. Hizo ni dalili kuu tano ambazo mtu anayekupenda kwa dhati na anashindwa kuzungumza huwa nazo katika moyo wake.
Ndugu yangu, kama ukiona mtu yoyote ule wa karibu yako ana hizi dalili, basi amini kuna upendo upo ndani yake. Huyo anakupenda lakini anashindwa kuzungumza. Ulikuwa nami Mr. Tasha mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha The Love Bite. Usisahau kusubscribe account hii ya Mr. Tasha TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zangu zote ambazo nitazitoa, lakini pia kipindi hiki cha Love Bite uwe wa kwanza kukipata. Lakini ukibonyeza alama ya kengele pale utatisha zaidi. Lakini pia ukisubscribe, ukicomment, ukilike na ukishare utakuwa umetisha zaidi na zaidi. Asante sana, karibu na wapenda sana. Bila kusahau kipindi hiki kitawajia saa 4 asubuhi pamoja na saa 1 usiku. Kinaitwa Love Bite, kinapatikana hapa hapa Mr. Tasha TV pekee na si kwenginepo. Napewa udhamini mnene sana na Busati TV. Asanteni sana.